Hey, leo nataka niwape story kijana. Yuskati hapo mtaani. Nakata tukoona hivi na kutana na mzee. Yaani mzee yuko na matatizo chungu zima. Yaani hajui afanye nini. Nikamuuliza pale mzee shida nini? Ananiambia mimi naumwa sijui nini, mimi nikajua gono. Kumbe hapana. Mzee ana matatizo yake binafsi, yani anaumwa. Nikiangalia mfukoni sina hata shilingi 5, nimekauka kweli kweli. Nikamwambia mimi tiba niko nayo. Kwanza nikamuuliza vipi ulitembelea maustadhi labda pengine dua alhamdulillah Mwenyezi Mungu kaitikia. Anasema hamna. Kwa waganga labda anajua, anasema sijafika huko, yani ndio bado kidogo, lakini niko na kahela hapa ndo natafuta, yani mtu anitibu. Anasema hapa nijiengeze. Unaona? Maana hata wewe ingekuwa labda umekutana na mshangazi ama mdada hivi ungejiengeza. Nikamwambia mimi na tiba yako. Tiba muhimu sana nifuate. Akanifuata kuelekea kichochoroni hivi, nikatoa kitabu. Kutoa kitabu mfano wa Biblia hivi. Nikajua leo mimi na twanga uongo kweli kweli. Nikuta hivi nikamwambia satulia. Nikamwambia funga macho. Funga macho nikaanza sasa kutema vitu na sijui. Nikaanza Bwana aliye juu, Bwana aliye mbinguni, aliyeumba ardhi na mbingu na vitu vyote, na kukabidhi mtu huyu amekuja kwako. Nataka umnyoshie matatizo. Nataka kijana huyu. Nikayakanyaga bwana. Si nikasema kijana kumbe ni mama yangu. Kufungua macho kumbe funga. Kwanza weka hela. Kuweka hela nikatia mfukoni. Mbona unatia mfukoni? Naambia tulia. Funga macho. Kwa sababu vitu vyenyewe kila nikijaribu kutema haviji. Ama kweli kila mmoja na kazi yake. Kwani niliendelea. Mimi nilimwambia tulia hapo, mimi nafuata kitu na kuja. Kimoja nikakimbia. Kwa hiyo sio kama tena wafundisha mwambie wazee na kina mama hapana. Mjitume vijana hivyo. Nilipitiliwa tu mwenzenu.